asifiwe. Tuende kwenye somo langu ambalo nimetamani tuseme kwa siku hii ya leo. Angalau nitasema maneno machache sana. Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu. Huwapa wanyenyekevu neema. Wapendwa, tunaishi katika kizazi ambacho kinatafuta umaarufu, kinatafuta kujulikana, kinatafuta kujionyesha, kinatafuta kujitangaza, na jambo ambalo si rahisi sana kuligundua katika maisha ya kila mtu. Watu wengine ni vigumu kuona hali hiyo ndani yao, lakini hiyo hali inaweza kuita ni hali ya kiburi. Mtu anaweza kusema mimi ni bora kuliko mwingine, mimi ni bora kuliko wote, kama sio mimi jambo hili lisingewezekana. Wakati mwingine kiburi hujificha katika maneno hayo na mengine mengi. Mimi najua kila kitu, yule hajui chochote, mimi ndio ninayemsaidia, mimi simuhitaji mtu, mimi nimejitosheleza, yule hawezi kunisaidia chochote. Mambo ya kujisifia, mambo ya kujiinua, mambo ya kujikweza na kuona kwamba wewe huhitaji msaada wowote. Nataka kusema Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kuna watu Mungu amewapa neema ya kuinuka, Mungu amewapa neema ya nafasi, Mungu amewapa neema ya sauti, Mungu amewapa neema ya huduma, Mungu amewapa neema ya talanta, lakini inafika mahali wanatanguliza kile walicho nacho badala ya kumtanguliza Mungu. Sielewe. Kwa mfano, nilikuwa na mmoja mwinjilisti na jaribu kutafuta naangalia makabila. Leo ukitembea sijaona Wajiramba wakiimba na mbona Makerere hapo. Na wale watu wa kule Singida wanaimbaga kweli. Si kweli? Hata wa kule Usambani wako vizuri. Na ndio maana ukienda Tanga utakuta watoto wadogo wanacheza na trumpets. Halo? Lakini ashukuriwe Mungu wa Masai ukafunika. Wakaja kama wote. Sasa na mimi Masai nakijua, lakini nikasema je, nikienda pale nikikosea itakuwa tena ni aibu. Nikawasikilizia wanaume hapo, Masai hapo, wakina mama. Lakini nataka niseme Mungu awabariki sana. Sasa nikawa namsimulia kule kwetu unga. Unafahamu unga limited, ushirika unga limited